mwaka huu tumeongeza fani moja ambayo ni fani ya ufundi mabomba. Kwa tuna fani 4. Na mwakani tunatarajia kuongeza fani ya uundaji na uchomeleaji vyuma. Inaitwa welding and metal fabrication. Kwa hiyo mwaka 2026 tutakuwa na jumla ya fani 5 za muda mrefu. Na tofauti na fani zingine zilivyoanza zilikuwa zina vifaa vichache au hazina kabisa, fani ya welding mwakani itaanza ikiwa na vifaa vyote vinavyohitajika. Serikali imeshatuletea vifaa vya welding kwa 70%, na hivi karibuni tulishawasiliana na mzabuni ambaye analeta vifaa vya awamu ya pili ili kufanya 100% ya vifaa vya welding. Kwa hiyo kufikia wiki ijayo ninaamini ya kwamba tutakuwa na vifaa 100% kwa ajili ya kuanzisha fani ya welding mwakani. Pamoja na mafunzo ya muda mrefu, tunatoa pia mafunzo ya muda mfupi katika maeneo ya computer application, umeme, ushonaji, ujasiriamali, udereva wa pikipiki yani bodaboda, na udereva wa awali. Chuo hiki kina jumla ya wafanyakazi 14 kwa sasa, ambapo tuna wafanyakazi wa kike 6 na wa kiume 8. Wanafunzi. Chuo hiki tangu kuanzisha kwake, yani Novemba 2023, kimeendesha mafunzo kwa jumla ya wanafunzi 256. Takwimu hizi huenda hata baadhi ya wahitimu hawazijui, lakini ukweli ni kwamba tumeendesha mafunzo kwa watu 256. Hivyo unaweza kuona ni idadi kubwa sana ya watu ambao wamenufaika na mafunzo yanayotolewa katika chuo hiki. Katika hao 256, wanafunzi wa kozi za muda mfupi ambao wamepata mafunzo ni 175, na wanafunzi wa kozi za muda mrefu ni wanafunzi 81. Ndio jumla yake inafanya idadi ya 256. Kuna huduma nyingine ambazo tunazitoa hapa chuoni. Tuna wataalamu ambao wanaweza wakatoa ushauri elekezi katika maeneo mbalimbali ya kiufundi, lakini pia tunakodisha kumbi kwa wale ambao wanakuwa na vikao au mikutano kwa gharama nafuu sana. Niende kwenye mafanikio ambayo tumeweza kuyapata katika kipindi hiki cha miaka 2 tangu chuo kianzishwa. Kwanza tumeweza kupata usajili wa kudumu kutoka NACTVET kwa ajili ya kutoa mafunzo ya muda mrefu kwa fani 7. Katika fani ambazo nimeziorodhesha mwanzo ni fani 2 ambazo zitakuwa bado kutolewa, ambazo tunatarajia 2027 zitaanza: fani ya ufundi wa magari na fani ya ufundi tunasema uhazili, yani secretarial. Tunatarajia hizo fani zitaanza 2027. Lakini pia mafanikio mengine ni kukamilika kwa ujenzi wa chuo kwa 98%. Wale walioanza mwaka jana
wanakumbuka hali ya chuo ilikuwa namna gani kipindi ameripoti? Nakumbuka? Haikuwa ya kuridhisha. Lakini katika kipindi hiki cha miaka miwili tumeweza kufanikisha umaliziaji wa ujenzi wa chuo kwa 98%. Lakini pia tumeweza kuendesha mafunzo ya kozi fupi, udereva wa pikipiki pamoja na udereva wa awali, ambapo tulishirikiana na chuo cha VETA Buhigwe katika kutoa mafunzo ya udereva wa awali. Lakini pia tumepata ongezeko la wanafunzi. Tulianza tukiwa na wanafunzi 35 wa muda mrefu, lakini sasa tumefikisha idadi ya wanafunzi 81 wa muda mrefu, ikiwa ni ongezeko la wanafunzi 46. Pia tumeweza kupata vifaa na zana muhimu za kufundishia na kujifunzia. Nirudie tena, wale walioanza mwaka jana wanakumbuka walifika kuwa na hali gani na sasa hivi kuna hali gani. Yale maonyesho ya kazi za ufundi zilizofanyika au zilizofanywa na wanafunzi ambao tuliziona kwa wale waliobahatika kupita kule kwenye eneo la maonyesho, umejionea zile kazi zisingeweza kufanyika au wanafunzi wasingeweza kujifunza kufanya kazi kama zile kama tungekuwa hatuna vifaa au zana za kujifunzia. Vile vile tumeweza kutengeneza viwanja vya michezo vya mpira wa miguu na mpira wa pete, japokuwa si kwa viwango vile vya hali ya juu sana, lakini ni kwa viwango ambavyo wanafunzi wanaweza wakafanya mazoezi, wakajenga afya zao na wakafurahi. Lakini pia tumeboresha mazingira kwa kupanda miti katika barabara za chuo. Mwenye macho ambaye tazama. Vile vile kumekuwa na ongezeko la watumishi. Tulianza tukiwa na watumishi 10, sasa hivi tuna watumishi 14, lakini bado watumishi wataendelea kuongezeka kwa sababu serikali bado inaendelea kuajiri. Tumeweza kuwa na huduma ya internet kwa ajili ya wanachuo pamoja na wafanyakazi, ambayo inatumika kwa mambo mbalimbali ikiwemo kujifunzia. Mhasibu wetu alitoa nasaha au shauri kwamba wahitimu wajiongeze katika kutumia utandawazi katika kuboresha kazi zao. Nipende kutoa taarifa tu kwamba hata sisi ambao ndio tunasimamia mafunzo tulishaweka azimio la kuwa na vipindi vya kutumia media, vipindi vya kutumia YouTube, vipindi vya kutumia video za mitandaoni, na imeshafanyika katika chuo hiki kwa kutumia huduma hii ambayo tunayo. Walimu na wakufunzi wote ni mashahidi. Wanafunzi na wakufunzi wote ni mashahidi katika hili. Wapo vile vile tumeweza kuanzisha klabu mbalimbali hapa chuoni, zikiwemo klabu za ubunifu katika fani mbalimbali. Tumeanzisha klabu ya upingaji wa rushwa, lakini pia tumeanzisha klabu ya upingaji unyanyasaji wa kijinsia, ambazo pia zina walezi wake ambao ni wakufunzi hapa chuoni. Tumeweza kusimika vifaa vya kuzimia moto kwenye majengo yote
na kupata vifaa na kupata mafunzo ya zimamoto. Lakini vile vile tumeweza kuboresha miundombinu mbalimbali ya chuo kwa kutumia nguvu na ujuzi wa wanafunzi. Moja ya kazi ambazo pia tumeziona wakati wa maonyesho pamoja na ujenzi wa chemba za gate valves kwenye mfumo wa maji safi wa chuo ambazo zimejengwa na wanafunzi wa fani ya uwashi. Na wanafunzi wachache, 3 tu ambao wanahitimu, lakini walijenga chemba. Au mwalimu unaweza kunikumbusha ni ngapi? Chemba 5. Lakini pia chuo hakikuwa na eneo la kuchomea taka lijulikanalo kama incinerator. Kwa kutumia wanafunzi hao 3 na mkufunzi wao, tumeweza kujenga incinerator kwa ajili ya kuchomea taka na mpaka sasa imekamilika kwa 98%. Mbali na hilo, kwa kutumia nguvu za wanafunzi tumeweza pia kutengeneza mfumo, japokuwa sio kitaalamu sana, wa uvunaji wa maji ya mvua ambayo yatatusaidia katika nyakati ambazo kunakuwa na uhaba wa maji. Lakini pia tumeweza kuimarisha mahusiano mazuri kati ya VETA na viongozi mbalimbali wa serikali. Hayo ni baadhi ya mafanikio ambayo tumeyapata katika kipindi hiki cha miaka 2. Hatuwezi kuyasema yote, lakini hayo ni baadhi ya mafanikio. Lakini kwenye mafanikio siku zote changamoto hazikosekani. Zipo changamoto chache ambazo bado zinakikabili chuo chetu. Changamoto ya kwanza, tuna upungufu wa nyumba za makazi kwa ajili ya watumishi wa hapa chuoni. Eneo letu la Lugufu ni eneo ambalo lina wakazi wachache na hata nyumba za kupangisha ni chache. Kwa hiyo ongezeko la watumishi linafanya pia uhitaji wa nyumba kuwa mkubwa. Lakini kwa hapa chuoni kuna nyumba 4 tu za watumishi ambazo haziwezi kutosheleza mahitaji yaliyopo. Lakini pia tuna changamoto ya maji ya kutosha kwa matumizi ya wanafunzi na wafanyakazi, kwa kuwa maji mara nyingi yanatoka kwa mgao na matumizi yetu ni makubwa kuliko ratiba ya mgao wa maji ambayo tunaipata kila wiki. Bado tuna upungufu wa watumishi katika kada mbalimbali, lakini tuna ukosefu wa chombo cha usafiri, yani gari kwa ajili ya matumizi ya chuo pamoja na mafunzo ya udereva, hali inayopelekea changamoto mbalimbali katika kushughulikia masuala ya uendeshaji wa chuo, na hata inapotokea wagonjwa usiku kupelekwa hospitali pasipo usafiri inakuwa ni changamoto. Na changamoto ya mwisho tulionayo ni kutokuwa na nishati safi, kutokuwa na miundo mbinu ya nishati safi ya kupikia. Bado tunapikia kuni na mkaa, japokuwa serikali ilishaagiza kuacha matumizi ya mkaa na kuni na kutumia nishati safi. Na hii ni kutokana na kwamba bado hatujaweza kuwa na miundo mbinu ya kusapoti matumizi ya nishati safi kwa ajili ya kupikia.
Kuna mikakati kadhaa ya kutatua changamoto zilizopo kama ifuatavyo. Kwenye upande wa upungufu wa nyumba za makazi, kuna maeneo ya muda ambayo sio rasmi hapa chuoni ambayo tumeyatoa kwa ajili ya watumishi kuweza kujihifadhi, lakini hayawezi kukidhi ile namna ya kuishi kiustaarabu ya binadamu au ya mtumishi. Lakini vile vile uongozi umechimba kisima cha kienyeji ambacho ni kifupi cha futi cha mita futi 20 na kidogo. Maji yamepatikana na tupo katika maandalizi ya kujengea. Tukisha kusanya mawe kuja kujengea, bado tunatafuta nguvu zaidi ya kuweza kupata malighafi nyingine kama mchanga na simenti ili tuweze kujengea mpaka kukamilika kwake. Hii pia itapunguza changamoto ya maji iliyopo. Pia maombi ya kuongezewa watumishi yameendelea kupelekwa kwa mamlaka husika ili watumishi waweze kuwepo wa kutosha. Uongozi wa chuo ulifanya jitihada za kutafuta gari kwa ajili ya matumizi ya chuo. Gari lilipatikana, lakini lilikuwa limetumika sehemu nyingine na lilikuwa linahitaji matengenezo makubwa. Jitihada zilifanyika, matengenezo yakafanyika, na ilikuwa mwezi wa 7, yani Julai mwaka huu, hilo gari lingefika hapa. Kwa bahati mbaya tuliomtuma dereva kwenda kulichukua, ikagundulika changamoto nyingine ambayo ikasababisha gari liendelee kuwepo huko garage mpaka pale tutakapoweza kufanikisha matengenezo hayo ambayo pia yanahitaji fedha nyingi. Kwa hiyo bado hatujaweza kupata chombo cha usafiri mpaka sasa, na hizo ni baadhi ya jitihada ambazo zimetumika katika kuhakikisha kupata chombo cha usafiri. Na mwisho, uongozi wa chuo ulishapeleka maombi katika mamlaka za juu kuhusu kuwezeshwa kutumia nishati safi ya kupikia chakula cha wanafunzi. Kwa Mungu akisaidia, hizo mamlaka zikijibu positively, basi tunaweza kuwezeshwa na miundombinu kwa ajili ya uwepo wa nishati safi ya kupikia. Kwa heshima na taadhima, naomba kuwasilisha taarifa hii. Asanteni.